Mwala ye! Mwala! Vijana ye! Vijana! Rigijie! Rigijia! Kawaya! Kawaya! Asanteni sana. Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, Man Rigiji, na pia the future President of the Republic of Kenya. The clergy, pastors, bishop, wazee wa kanisa, Governor wa Machakos Wavinya Ndeti, Senator Kavindu Mudhama, wabunge, waombolezaji, familia, God is good and all the time. Mimi sitaki kuongea mambo mingi kwa sababu leo ni siku ya kumsindikisha mama yetu, mama yake mheshimiwa wetu Vincent Kawaya. Kwa hivyo mheshimiwa Kawaya, familia wakiongozwa na mke wako Faith, Mwenyezi Mungu awapatie nguvu kwa huu wakati mgumu. Tuko na nyinyi kwa maombi. Sisi marafiki za familia hii, Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama mahali pema peponi. Na ningependa kuambia hivi, kifo cha huyu mama wetu ambaye amelala hapa chini ni ishara kubwa. Kila mtu siku yake kikifika atakufa. Mheshimiwa Rigiji utakufa, Mheshimiwa Rais atakufa, mimi nitakufa, hawa maglaji watakufa. Kwa hivyo sisi sote ni maiti watarajiwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Kawaya, mama ametangulia kwenda kutujengea mahali ya sisi tutaenda. Mfano mzuri wa heshima wengi wale wako hapa, wakiongozwa na Mheshimiwa Rais, dada yangu Wavinya Ndeti, kina Makao. Miaka iliyopita 2015 walikuja pale Mua kuzika baba yangu. Baba ya president pia tukamzika. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunajaribu kumaanisha, sisi sote ni maiti in waiting. Kwa hivyo mama ametangulia kututengenezea njia. Kwa dakika moja, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President walisema huyu Mheshimiwa Kawaya ni National Organizing Secretary wa chama cha UDA. Na wakasema yeye ndio sauti yetu, ndio kingpin yetu. Kwa hivyo mimi nasema, kama Rigiji amesema, Rais amesema, sisi ni kina nani wa kupinga? Kwa hivyo Mheshimiwa Rigiji, mimi nataka kukwambia, hata ungesema tu support Tumbiri ama Paka, hiyo ndio tungefanya. Kwa sababu sisi ni watu tuko loyal kwa serikali. Mheshimiwa Deputy President, kwanza ningependa kukushukuru wewe na Rais, sababu wakati ya ile ushenzi ya maandamano mulikaa firm. Na unakumbuka pale Nakuru mimi nilisema revenge ni mbaya, but revenge is a good lesson. Na mambo mingine amuku revenge ni Mungu aliwarivenjia. Kwa sababu kuna msemo unasema what goes around. Juzi niliona former president akilia, akisema wachaneni na familia yake na mama yake na watoto wake, kama mnamtaka mumfuate yeye. Haya ndiyo mambo wewe Mheshimiwa Gachagua ukiwa pale Sagana nje ulimwambia Uhuru aachane na wewe, aachane na familia yako na aachane na pesa zako. Na hayo maneno pia bado Mheshimiwa Rais aliweza kuyasema. Kwa hivyo kwa ufupi, kitu ningependa kusema, Mheshimiwa Mbaluka umeongea kuhusu wale ndugu zetu ambao wamepanishiwa na mrengo wa Azimio, wale MCS. Lakini kitu kimoja ile ujui ambayo ningependa kuongea leo, hawa ni watu hawana shukrani. Huyu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mimi nakumbuka nikiwa governor nilimwandikia dada yake kama chairperson wa Nairobi Water, nikamwandikia kazini yake kama chairperson wa Mbagathi Hospital, nikampatia watu wake kama chief officers. Akasema nimchimbie ball kwa nyumba yake, nikamchimbia. Akasema nichimbie mtoto wake Rosemary, nikamchimbia. Akasema nichimbie magirlfriend wake wote, nikawachimbia. Lakini bado mwishowe alishikana na Uhuru Kenyatta wakaning'oa. Kwa hivyo hawa
ni watu ambao hawana shukurani. Kwa hivyo mimi ningependa mkae gangari, Mheshimiwa Deputy President, na nakumbuka hata pale Machakos niliwaambia saa zingine, na mapastor ni mashahidi wangu, hapana mambo ya bangi. Rais na Deputy President ni watu ya Mungu. Lakini mambo ya tot hiyo ni sawa, kwa sababu hata kwa Biblia saa nyingine unapiga wine tot 2 mambo inanyoroka. Naona hiyo mambo vile mambo imenyoroka sasa. Na sisemi kuwa rais alikunywa hiyo kitu, lakini mambo imenyoroka. Ya mwisho ndio niende kukaa chini. Mheshimiwa Deputy President, hawa viongozi wa Ukambani wote wameongea, lakini hakuna mtu ameongelea swala la uskota Ukambani. Ile serikali iliyopita kulikuwa na shida kubwa sana kushinda maskota wa Ukambani kule Waititu, Likoni. Na badala ya vita na maskota, serikali ilikaa ika-identify genuine squatters, wakapewa title deed. Kwa hivyo mimi nakuomba Mheshimiwa Deputy President, vile serikali yetu tukufu imefanya sehemu zingine za kule Pwani, kule ulifanya Mount Kenya, ukikaa na rais, kumbukeni squatters wa Ukambani ambao kila saa wanatolewa mbio na tear gas. Governor ako hapa. Kuna njia serikali inaweza kutumia ku identify genuine squatters badala kudeal na walagai. Kwa hivyo mimi nakuomba Mheshimiwa makamu wa rais, ukishapea Wakamba title deed zao, support kwa serikali itarudi mara zaidi ya 10. Kwa hivyo hilo swala naomba uende ulifikirie. Ya mwisho, nyinyi ma-PS kina Terry, hakuna waziri hapa, kina Mutua, nyinyi already mko ndani ya serikali. Si sawa kila sawa tunasumbua rais na Deputy President ati tunataka maji wapi. Na nyinyi sasa mko kwa serikali, ma-PS mnajuana, ma-CS mnajuana, mfanyie rais kazi ile ambayo amewapea. Mali umesikia hapa Mwala kuna shida ya maji, wewe Terry enda kana PS yako wa maji, mkubaliane lini mtaweka ball hapa. Sio kila saa kuchokesha Mheshimiwa Deputy President na President na mlishapewa kazi, mwende mfanyie serikali kazi. Kwa hivyo sisi tunawaangalia wale wajapata kazi kama mimi, mtulie. Sisi tuko na kazi tunafanyia serikali. Mkileta uzembe tutadili na nyinyi, tupane majina mengine wabadilishwe. Hatutaki mchezo na hii serikali. Watu waliteseka sana. Kwa hivyo kwa hayo machache mimi sitaki kuongea mengi, na Mheshimiwa Kawaya pongezi. Kabla mama tuache, kila wiki tumekuwa tukiongea na wewe, kunijulia hali, mambo namna gani. Mheshimiwa Deputy President pia asante. Wewe tukupigia simu hata usiposhika, ukiwa shughuli unarudi unapiga. Sonko mambo namna gani, nakwambia hapa iko ABCD. Hata Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo Mungu awaongezee nguvu, awapatie maisha marefu, muendelee kuonesha mfano mzuri. Wale hawajapewa kazi, mrelax. Mkuwe loyal. Tupeleke Kenya mbele. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Asante Mheshimiwa Sonko. Nataka nimkaribishe mzee wa hii jamii ambaye ameipigania mubakana yewe ambaye Asia Nzuine Ndelu, aliyekuwa Senator Machakos, former chairman wa UDA, Johnson Nduya Mudhama. Kiamba mwe